American Swahili News na Swahiliville Online TV na wasikilizaji wote mnaotufuatilia kwa muda wote wa hizi struggle hizi ambazo Tanzania mnazipitia, na imekuwa zaidi ya toka mwaka 2015 mpaka hapa tulipofikia. Tumesafiri na ndugu zetu wa Tanzania waliokuwa nyumbani na vile vile waliokuwa nje ya Tanzania katika bara la Afrika, bara la Ulaya, Asia, duniani kote, katika mabara yote duniani. Tumezungumzia sana swala la democracy na free and fair election, na hili swala la justice au haki ya Mtanzania katika kuchagua viongozi, vile vile haki ya Mtanzania ya kwanza ambayo ni muhimu kweli, haki ya kuishi kwa Mtanzania. Sasa leo mtashangaa kwamba Dr. mbona anatokea yuko kwenye gari. Dr. anasafiri kidogo, niko njiani barabarani, nimesimama tu katika parking lot na nimeangalia muda, nikasema wow, nita miss kutoa video ya katika siku hii ya leo. Tuko katika purukushani za hizi likizo ya Christmas pamoja na kukaribisha mwaka mpya, lakini lazima nizungumze na American Swahili News na Swahiliville Online TV, watu wanaotufuatilia. Kuna kitu kimoja sijakizungumza na kukiweka kwenye record ambacho kinanisumbua sana. Ni dhidi ya mahusiano ya kiserikali katika ngazi ya juu, serikali hii inayojiita Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mahusiano yake na serikali kuu ya Marekani, federal government ya hapa Marekani. Hakuko sawa. Watu wanaweza wakasema, kwa nini unasema hivyo Dokta? Kwa haraka tu, kwa sababu sitaki kwenda kwa muda mrefu sana. Nataka nyinyi wenyewe wa Tanzania mfuatilie. Kuna tools nyingi sana sasa hivi. Hizi za artificial intelligence, hizi za ChatGPT, Gemini, ziko nyingi tu, Scale AI, ziko so many tools. Hata Google unaweza ukaanzia na Google. Ukaulize hivi, wakati Barack Obama ameondoka, amemaliza muda wake, na tukafanya uchaguzi hapa, akaja akachaguliwa rais mwingine mpya wa Marekani, Donald Trump, na yule waziri wake wa mambo ya nje Michael Pompeo, kazi yake ni kuzunguka duniani katika mabara yote duniani kama waziri wa mambo ya nje anayesimamia sera za nje za Marekani. Hivi alifika East Africa? Kwanza tujiulize, na kama alifika East Africa, alifika nchi gani za East Africa? Michael Pompeo akukanyaga Tanzania alipokuwa Secretary of State. Hata wale wengine waliokuwa Secretary of State hawakufika Tanzania, lakini ukiangalia walifika katika nchi za Central Africa, Northern Africa, Southern Eastern Africa, SADC countries, Kenya, wakaskip Tanzania. Alivyoondoka Trump, akaja Joe Biden, secretary wake wa state. Joe Biden alizunguka dunia nzima, lakini hakukanyaga Tanzania. Lakini alifika East African countries, alifika Kenya, alifika hizi nchi zingine zote, Rwanda. Sasa imagine Secretary of State wa Marekani hafiki Tanzania wakati wa Biden, lakini Vice President alikuja eti na wafanya biashara, lakini hakuambatana na Secretary of State. Ina maana gani? Ina maana muhimu sana wa Tanzania. Inabidi pay attention kwenye hii kitu. Kwa wale wengine ambao tunaangalia vitu kwa undani zaidi, inatuambia kwamba kuna tatizo. Akatoka Mike Blinken, huyu ambaye alikuwa wakati wa Joe Biden, akaja Secretary of State huyo sasa hivi Marco Rubio wa Trump. Tulikwenda katika election tena, akaja Marco Rubio. Sasa anazunguka dunia nzima na ameshafika katika nchi kadhaa za Afrika,
na amesha hapa itabidi niende nika verify hata mimi mwenyewe kuhusiana na East Africa. Lakini hata kuja Tanzania. Sasa juzi kati hapa, wiki kadhaa zilizopita, kama wiki mbili hivi, waziri wa mambo wa nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania, huyo Mohamed, nafikiri ni Mahmoud Kombo, si kwa nini wanamuita Mohamed, ni Mahmoud Kombo, mtoto wa Thabit Kombo yule alikuwa Zanzibar. Huyo Mahmoud Kombo alikuja Marekani hapa kama waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Sasa kwa nini hakukutana na US Secretary of State ambaye ni level yake yeye katika ngazi za kiserikali? Akakutana tu na mwanasiasa mwakilishi wa jimbo kutoka Florida ambaye ni US Congressman na hata sio senator. Sasa tujiulize wa Tanzania, kwa sababu hii video imebidi niitengeneze kwa haraka ndani ya gari hapa ili muone. Tujiulize haya maswali. Je, huu uhusiano huu wa muda mrefu sana kati ya Tanzania na Marekani ambao ulikuwa mzuri kweli kweli, na kwa nini US Secretary of State, nikisema US Secretary of State, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, kwa nini haji Tanzania? Na kutani na waziri wa Tanzania huyu wa mambo ya nje ambaye amewekwa kwa mtutu wa bunduki na risasi. Tujiulize hayo maswali. Mimi ukiniuliza ni kwamba uhusiano katika ngazi ya juu pale kati ya serikali na serikali haupo kabisa. Kwa hiyo sasa Tanzania tukazie pale pale, kwa sababu hii serikali haijachaguliwa na watu, na kwa sababu ya kidiplomasia na foreign policy za rais aliyekuwa madarakani, hawataki kusema kitu chochote, lakini ukweli ndio huo. Tukazie hapo ili tuwe na serikali halali inayochaguliwa na wananchi. Kwa hiyo nawatakieni Jumanne njema. Niko safarini. Tutarudi tena katika Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Kwa wale ambao hamjasubscribe, nendeni mkasubscribe, mshare na kulike video zetu. Peace.